maandiko kato siri iletayo ustawi. Nakwenda kusoma kutoka kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Fungua Biblia yako, kitabu cha Yoshua mstari wa 8. Kichwa cha somo nasema kuwa ni maandiko siri iletayo ustawi. Maandiko ni siri iletayo ustawi. Tutakapopenda nafikiri imefika. Tasoma kwa jina la Yesu. Mstari wa 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoangalia katika mfano wa Mungu, tunapomwangalia huyu Mungu kwa namna ambayo ameweza kujifunua kwa wanadamu, tunajifunza kutoka kwenye neno lake ambalo alimpa mtumishi wake Musa pale kwenye kitabu cha Mwanzo, kwamba Mungu hapo mwanzo aliumba ulimwengu, na Biblia inaendelea kusema kuwa baada ya kuumba ulimwengu na vyote vilivyopo mle, mwishowe alimuumba mwanadamu, na akasema amemuumba kwa mfano wake. Na hakuishia hapo, bali anaendelea kusema kuwa alimuumba mwanadamu ili akatawale vile vitu vyote au viumbe vyote ambavyo viko mle au humu duniani. Tunaipata hii kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 27. Nasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni kaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, katawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu alimpa mwanadamu nafasi ya juu sana katika uumbaji wake. Haishangazi basi jinsi ambavyo ameendelea kumtenda mwanadamu ni tofauti ilivyo na kwa viumbe vingine vyote. Kwa huyu mwanadamu alimpa ufahamu, akampa akili ya kutambua kuwa yeye ni nani, na kisha akampa amri. Kwenye sura ya 2 kitabu cha Mwanzo alimpa amri moja rahisi sana au ndogo. Leo hii tuna hii Biblia nzima na maneno ya Mungu ni jambo, lakini yeye alimwambia mstari wa 17 sura ya 2 kitabu cha Mwanzo, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana asifiwe. Ni sentence moja, lakini kilichotokea hapa ni kwamba kupitia ushawishi wa Ibilisi, mwanadamu akakengeuka, akamsikiliza Ibilisi badala ya kumsikiliza Mungu. Akala yale matunda ya ule mti ambao alikuwa amekatazwa asili, na hicho kitu kikamletea balaa. Ikawa amemkosea Mungu, akawa chukizo mbele za Mungu. Mungu toa hukumu. Tunaposoma kwenye sura ya 3 tunakuta Mungu anatoa hukumu pale. Anatoa hukumu kwa Adamu, anatoa hukumu kwa Hawa, anatoa hukumu kwa Shetani, wote hao. Lakini kwa neema yake tunaona kwenye mstari wa 15 Mungu hamtupi mwanadamu kabisa. Akasema
akasema nimekuhukumu, na sasa basi nageuza kichwa changu kinyume na wewe, sikutaki tena. Bali anaweka utaratibu, anaweka mpango, anasema kwa kinywa chake ya kuwa mimi nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wake. Anamwambia Ibilisi, huo utaponda kichwa na wewe utaponda kisigino. Tumejifunza mara nyingi kuhusu maneno haya ambayo Mungu alisema kama sehemu ya hukumu yake kwa dhambi iliyotendeka pale Eden. Mungu baada ya kuitamka hii hukumu alimwacha mwanadamu sasa aishi chini ya umiliki wa Shetani. Kwa sehemu kubwa mwanadamu aliishi kwa mateso, akapigwa na mashaka, dhiki za aina mbalimbali na uonevu kutoka kwa Ibilisi. Tunajifunza kwenye historia kuhusu nyakati hizo za zamani ambapo kweli kulikuwa hakuna utaratibu, ilikuwa mwenye nguvu mpishe, kila anayekuja mwenzie anamuonea, na kulikuwa hakuna staha, ilikuwa watu wanafanya mambo yao holela. Jambo hili unaweza kuliona kwa mfano kwenye kipindi kile cha Sodoma na Gomora, jinsi ambavyo kiwango ambacho wanadamu walikuwa wamefikia ilikuwa ni kibaya. Wakati mwanadamu akiendelea kuteseka chini ya Ibilisi, Mungu akaweka mpango wa wokovu ili aweze kumrejesha tena kwake. Mpango huo alikuwa akiuandaa kupitia taifa la Israeli. Bado kwanza alimuita mtu mmoja aliyeitwa Ibrahim. Huyu akamtoa katika ile nchi alikuwa akiishi, inaitwa ni huku sehemu za Iraki kwa sasa, labda wale ambao wanafahamu jiografia. Akasafiri kwenda sehemu ambayo Mungu alimueleza. Huko ndiko Mungu alishughulika naye, akampa uzao, akampa watoto, na hawa watoto Ibrahim akaendelea kuwafundisha njia za Mungu. Biblia inatuambia Ibrahim alikuwa anamcha Mungu, alikuwa rafiki wa Mungu, alikuwa anampenda Mungu. Kwa hiyo na Mungu alimchagua, akamjaribu, akampa mitihani, ile mitihani akafaulu. Siwezi kwenda kwenye kila kipengele, lakini Mungu akapendezwa na Ibrahim, akamwahidi kuwa akibariki dunia yote ikibarikiwa kupitia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kupitia ule uzao anazaliwa Isaka, kisha anakuja Yakobo na wanakuja watoto wake. Uzao ule ukachukuliwa kwenda Misri, na kule Misri ukakaa kipindi cha miaka 400. Mungu akawaondoa kule kupitia mkono wa Musa, kwa mkono ulinyoshwa, akawachukua kwa pamoja, akawapeleka katika jangwa la Sinai, ambapo ndipo alipowapa sheria yake. Nakumbuka enzi za Ibrahim, mtu anaenda kule kwao, anaenda kuoa mtoto wa babake mdogo na watoto wa mjomba wako, basi ilikuwa ni maisha holela. Na huko nyuma zaidi tunaona kuwa kulikuwa na utaratibu hata kwa kaka na kuolewa, kuoana kati ya kaka na dada, ilikuwa ni kawaida. Lakini katika mahali Mungu akasema basi utaratibu utakuwa ni huu, ndipo akakataza kwa mfano kuoana ndugu wa karibu katika hekima yake. Na hiyo ilikuwa ni amri ya milele. Hata leo wako watu ambao wamejaribu kuoana ndugu kwa ndugu, lakini cha moto wamekiona, kwa sababu Mungu amekataza. Sasa makatazo haya ambayo Mungu aliyaweka ndio ambayo tunayaita kuwa ni neno la Mungu. Mungu akatoa kitabu cha sheria. Hakikuwa kwenye mfumo wa kitabu kama cha sasa, kilikuwa katika hali ya mawe au mbao za mawe, imechongwa vizuri hivi na hivi, imeandikwa kwa ustadi, kisha kupitia mawe hayo na nakala nyingine zimetolewa mpaka hivi tunavyoona Biblia ilivyo leo. Kutoka kwenye mawe ile inakiliwa kwenye makaratasi ya papyrus ambayo yalikuwa hayadumu sana, na Wayahudi waliheshimu sana yale makaratasi. Mara nyingine yalichakaa kwa sababu ni ilikuwa dhaifu,
Kwa hiyo wakawa wanachukua, wanaezika kwa heshima, alafu wanakuwa wamenakili kwenye makaratasi mengine, wanatunza kila ambacho kimeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu walikuwa wamesikiliza Mungu vizuri katika kipindi kile wanatoa haya maneno, na Mungu alichukua muda wa kutosha na kuhakikisha kwamba maneno haya yanawaingia vizuri kabla hawajachanganywa na watu wa mataifa mengine, ili wawe tofauti, wasifanane na mataifa ambayo yalikuwa yakiwazunguka. Kwenye yale mataifa kulikuwa hakuna hofu ya Mungu, walikuwa hawajui Mungu, hakuna mafunuo. Nilikuwa nikisoma kitabu kimoja Biblia, kwenye vitabu hivi vya historia, inasema kwenye mahekalu kama yale ya Baali kulikuwa na desturi za kufanya uasherati au zinaa, kwa kiwango ambacho ni cha ajabu kabisa. Kunakuwa na makahaba na watu wanaenda kule wanafanya zinaa, alafu wanachukua pesa kama ndio sadaka, wanatoa kama malipo au kama sadaka. Na ile sadaka ndio ilikuwa ikiendesha yale mahekalu ili kuwezesha zinaa iendelee kufanyika. Hapana, ndio mzunguko huo unaendelea siku zote. Mungu aliona kuwa haya ni machukizo ya kuabudu Baali na miungu mingine ya kipagani. Ndio maana aliamua kabisa kwamba Wayahudi watumie kama chombo cha kufuta hawa watu kwenye uso wa nchi. Maana walikuwa dhambi yao ilikuwa imefika mbele ya Mungu, ilikuwa chukizo. Mungu akaamua kupanda mzabibu wake au kuwapanda wana wa Israeli kwenye ile nchi ya Kanaani ili waweze kustawi, ili waweze kutimiza kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko siri inayoleta ustawi. Bila shaka wale wana wa Israeli waliendelea kusoma maandiko, na wakati mwingine wakaendelea kujisahau, wakarudi nyuma, kawa wanaacha maandiko. Kila walilofanya lilikuwa na matokeo yake. Kipindi ambacho walikuwa wanaacha kusoma maandiko, walirudi nyuma, wakaanza kuchungulia na kuangalia na kushabikia ile miungu ya kigeni. Hofu ya Mungu ikaondoka ndani yao. Kwa hiyo mahali pengine walifikia hatua ya kwenda kuoa nje kule ambapo walikuwa wamekatazwa wasioe, wakiambiwa kwamba hawa wanawake wa nchi za kipagani watawapotosha nyinyi. Baadhi walisikia, lakini ukipita muda fulani walikuwa wanamwacha Mungu, na hiyo kwao ilikuwa ni tanzi kubwa. Walipata shida sana kwa sababu ya kutomtii Mungu kwa kulizingatia lile neno lake. Sasa haya maandiko ambayo yaliandikwa katika kipindi kile cha Agano la Kale, ikiwa ni pamoja na ile sheria ya Musa au vile vitabu vitano, Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu na Kumbukumbu ya Torati, pamoja na vitabu vya manabii, hivi ndivyo ambavyo wao walivishikilia kwamba ndio neno la Mungu. Waliamini ya kuwa ni maneno ambayo yana mamlaka ya kimungu, kwa sababu ni Mungu mwenyewe alikuwa amesema na wanadamu kwa namna ya pekee, na yale maneno yakawa yameandikwa au yamenakiliwa kwenye karatasi au kwenye mawe au chombo chochote kile ili kuyahifadhi. Wenzetu Wayahudi waliamini. Tunakuta katika Agano Jipya Yesu mwenyewe anayanukuu yale maandiko ya Agano la Kale. Sema hamkusoma au kasema imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Haya aliyepata wapi? Aliyepata kwenye Agano la Kale. Yeye kama mtoto wa Kiyahudi, yeye kama Myahudi, japo tunapomwangalia zaidi tunakuta kwamba yeye alikuwa tofauti na Wayahudi. Yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Mbegu iliyoleta Yesu au iliyofanya Yesu awepo ilitoka kwa Mungu, haikutokana na mwanadamu. Mungu mwenyewe alifanya muujiza huo kwamba azaliwe ambaye ukoo wake sio wa binadamu mwenye dhambi, bali ni
wokovu usiokuwa na hatia, sio shiriki ile hatia ya Adam, dhambi ile ambayo mwanadamu kwayo alimwasi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tumefikia mahali ambapo tunalo agano la kale, na tunaweza kujiuliza agano ni nini. Baadhi yetu tunaweza kufahamu, lakini niweze kurudia tu kwa ajili ya wengine hapa ni watu waliokoka hivi karibuni. Nilisema Jumatano, nikasema Ijumaa, sema kwamba agano ni mkataba au makubaliano. Mungu alikuwa amefanya mkataba na wana wa Israeli ya kwamba yeye angekuwa ni Mungu wao, na kuwa wao wangefuata yale mausia yake, wangefuata sheria yake, wangeishi kwa maagizo yake, wangekuwa watu waliotengwa na ulimwengu. Ndivyo Mungu alivyofanya agano na wana wa Israeli pale kwenye mlima Sinai. Sasa kwa ajili ya kutekeleza lile neno la wokovu ambalo Mungu alikuwa amelisema pale kwenye bustani ya Eden, Mungu akawa amemwachilia mwanae aje ulimwenguni kwa ajili ya kutimiza ile kazi ya kupatanisha Mungu na yeye na mwanadamu. Akaja, akazaliwa katika hali ya kawaida ya dhiki, akakulia katika mazingira ya kawaida, na alipokuwa mtu mzima akawa anafundisha. Hapo kutoka kuzaliwa kwake kulikuwa na mafunuo mbalimbali ambayo yalithibitisha kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu. Kwanza tunakumbuka kuhusu nabii zilizotolewa kwenye agano la kale kuhusu kuja kwa Masihi, kitu kitawafanya Waisraeli wamsubiri kwa hamu. Pili, tunakumbuka ya kuwa hata wakati anazaliwa kulikuwa na nyota ilitokea, nyota ya ajabu. Akiwa katika hali ya ujauzito, tunajua kuna vitu vilitokea. Kwenda kutembelea yule mama yake, kwenda kutembelea Elizabeth. Tunaona pia kuwa Mungu aliendelea kunena na wazazi wake kwa njia mbalimbali. Hata kipindi ambacho atamkuwa Yesu, Mungu anasema ya kuwa watoroke waende kule Misri, na baadaye wakarudi wakakulia pale. Yesu akakulia Nazareth upande wa Galilaya kaskazini mwa Yerusalemu. Kwa mtu mzima kabatizwa na Yohana Mbatizaji. Kuna mafunuo yanaendelea hapo. Mungu anamtumia Yohana Mbatizaji, watu watambue kuwa Yesu ni nani, watu watambue kuwa yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu. Mungu hakutaka mtu abaki na shaka yoyote. Vijana wengi sasa hivi wana mashaka, wanasema kweli Mungu yupo kweli? Na kama wanasema, Wakristo wanasema yupo, je, kweli Biblia inaweza kuwa ni kweli? Mimi niwahi kujiuliza kwa miaka mingi swali hili. Nikakutana na rafiki zangu mpaka tukafanya makubaliano kwamba tukubali tu kwamba unajua namna ya kuwatishia watu waogope ili wasiwe waasi sana, lakini ni vigumu kuthibitisha hili. Napenda kukuambia leo kwamba tunaweza kulithibitisha neno la Mungu kwamba linatoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uhakika kabisa kupitia maandiko na kupitia mafunuo mbalimbali kwamba huyu Mungu yupo na hili neno ni lake na limetoka kwake. Tunaweza kulithibitisha kama tutakwenda kuona baadaye. Kwa hiyo Yesu akiwa na miaka kama 30 akaanza kuhubiri, tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu akawa anahubiri kuhusu habari njema, akawa anawaita watu wamwamini, akaita wanafunzi, akahubiri, watu wengi wakamwendea. Yale mafundisho ya Yesu, mambo yote ambayo Yesu aliyafunua katika hali ya mafundisho, ndio yamenukuliwa kama Injili kwenye Biblia. Na hayo ndio ambayo tunaamini pia kwamba ni neno la Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 1, kitabu cha Yohana kimeanza kwa namna ya ajabu ya pekee sana. Nakumbuka nilipookoka siku hiyo, moyoni nilisikia msukumo wa kutaka kudadisi Yesu ni nani. Yesu ni nani? Kabidi nikimbie kwa familia yangu niwaulize Yesu ni nani. Kwepo naona yuko hapa Kristina, Tiwo, mke wangu yupo,
nikawauliza hivi Yesu nani? Nilikuwa na kijana mmoja anaitwa Ayubu, nikawauliza, lakini hawakunipa jibu ambalo niliridhika nalo. Nikaenda kulala na kuja kureport sasa, kukumbuka baadaye. Nimejaribu kulala, sikupata usingizi. Katika saa 7 usiku, mimi ni mlalaji mzuri, lakini siku ile usingizi ukapaa. Saa 7 nikaangalia saa, sasa mimi nafanya nini kitandani? Ngoja niende nikatafute kwenye Biblia kwa Yesu nani. Sikuwa nasoma Biblia, lakini nilikuwa nayo. Kwa hiyo sikuwa najua kufungua Biblia, nikaanza huku nyuma, natafuta tu mahali popote pameandikwa Yesu ili nijue wameandika Yesu nani. Sikuona. Lakini nilipofika hapo kwenye kitabu cha Yohana, nilikuwa narudi napitisha tu macho, kisha macho nikakuta pameandikwa hapo mwanzo kulikuwa hapo neno. Nikasimama nikasoma mpaka mstari wa 12 kwa hii paragraph mbili za kwanza. Ndipo ufahamu ukaanza kuja kwamba ile swali nilikuwa nauliza jibu lilikuwa hapo mwanzo. Kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Yote yalifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, na nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Sikuelewa sana. Kaja sehemu ya pili, ndipo nilipopata ufahamu. Pale kwenye mstari wa 11 akasema alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Sasa huyu neno ambaye anazungumziwa hapa ni mwana wa Mungu, ambaye ni Yesu, ambaye alikuja watu wakamkataa. Wale watu wake Wayahudi ambao ndio tunasema ni watu wake, watu wa familia ya Ibrahim. Lakini wengine wote walioweza kupokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ni hapa ambapo kunitia moyo. Na nikamshangaa Mungu kesho yake akatuma watumishi wake waje nyumbani kwangu. Saa 4 hivi asubuhi kaja kunitafuta. Baadaye nikamuuliza ulikujaje nyumbani kwangu? Akasema kiasi cha saa 7 nikaona nikajisikia kwamba niangalie kwenye diary, sema kitabu kile diary ndio anachoandika kumbukumbu za kila siku, kwamba kesho naenda kufanya nini. Nikakuta nilikuwa nimeandika nije kwako. Kwa hiyo kama Mungu alikukumbusha kwamba kesho uende kwa fulani, kwa ananiamsha mimi kwenda kusoma neno la Mungu, na kule anamwamsha yule kumwambia kumbuka kwamba kesho lazima uende kwa fulani. Kwa hiyo siku ile akaja kwangu, nikakimbia, nikatoroka. Kaona hao watu wanakuja asubuhi wananipotezea muda. Kaondoka. Baada ya kusubiri hawakuniona, lakini wakaribisha kana familia yangu. Kesho yake tena wakaja, ndipo waliponishuhudia kaokoka. Lakini siwezi kutupia mbali, nasema ilikuwa ni bahati tu, lazima ilikuwa ni mkono wa Mungu. Huyu Yesu ambaye tunamwita kuwa ni Mwokozi ndiye pia anajulikana kama ni neno la Mungu. Kile alichokuwa kikifundisha ni mafunuo ya neno la Mungu. Tukitaka kumjua Mungu tunaweza kumpata kupitia kwa Yesu. Maana Yesu alisema mimi ni njia na kweli na uzima, hakuna ajaye kwangu kwa Baba ila kwa njia yangu. Yesu tunaweza kumwamini kwa sababu alisema waziwazi ya kwamba yeye ni njia kwenda kwa Baba, na pia yeye ni neno la Mungu. Tunaweza kuthibitisha mengi mengine kwa mtiririko huo, kufuatia kile cha kwanza alichokisema. Tunakuta anayoyasema yanakuwa ni kweli. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaweza kumwamini na tunaweza kuliamini neno lake. Sasa kwenye
maneno ya Yesu tunapata maandiko ambayo yanaitwa Agano Jipya, ambapo ni mkataba uliopo kati ya Bwana Yesu na wanadamu. Bwana Yesu aliufunga ule mkataba au makubaliano kupitia damu yake, kwamba aliamua kuimwaga damu yake, na mtu yeyote ambaye anamwamini akaamini kwamba Yesu alimfia au alikufa kwa ajili ya dhambi yake, huyu mtu anaweza kusamehewa dhambi yake, na huyu mtu anaweza kufanyika kuwa ni anaweza kuingizwa katika ufalme wa Mungu. Tunamwita huyu mtu amezaliwa mara ya pili na akawa kiumbe kipya. Huyu mtu sasa anakuwa yuko hai kiroho, ni nadhiro, yuko katika ufalme wa Mungu. Duniani ziko falme mbili, ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani. Katika kipindi chochote mwanadamu anapoishi yuko katika mojawapo ya hizo falme mbili. Yesu alikuja na alifunuliwa ili aweze kuanzisha ufalme wa Mungu hapa duniani, kuweza kukandamiza au kuondosha au kushinda ule ufalme wa Shetani na kusimika ufalme wake. Zana muhimu kabisa ambayo Yesu ameitoa kwa ajili ya kumwezesha mwanadamu kuishi katika hali ya ushindi na kudumu na hata kukua katika maisha ya kiroho ni neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko ni siri letayo ustawi. Yesu pia ametuachia maandiko. Yesu mwenyewe hatuambii kuwa aliandika kwa mkono, lakini tunayo orodha ya watu ambao hata majina yao yanaonyesha kuwa wao ndio waandishi wa hizi Injili. Tunaye Mathayo, tunaye Marko, tunaye Luka na tunaye Yohana. Pia tunaye Paulo, tunaye Petro, Mtakatifu Petro, tunaye Yakobo, tuna Yuda na hawa watakatifu wengine ambao tunapata nyaraka zao. Hawa walisikiliza ambayo Mungu alisema, kama ilikuwa kwa manabii wa zamani waliweza kupokea kutoka kwa Mungu, wakaweza kuyahifadhi yale maandiko. Sasa ni ustawi gani ambao tunaweza kupata kutokana na maandiko haya? Tayari tumeshajua kwamba kuna maandiko ya Agano la Kale, tunajua kwamba kuna Agano Jipya, na tumejua kwamba hii ni mikataba ambayo Mungu ameiweka na wanadamu. Na tunarejea sasa kwenye lile andiko letu la msingi pale kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Tuone Mungu anasema haya maneno alisema na mwisho wake Yoshua, ambaye alipokea Musa kijiti wakati wanaenda Kanaani. Tarudia tena. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali tafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa. Mungu katika maneno haya alikuwa anatoa ahadi. Alikuwa anatoa ahadi kwa Joshua, na sio Joshua peke yake, bali kwa wale wote ambao wangetokea kumwamini Mungu, wale ambao wangetokea kumkiri Yesu kama Mwokozi na Bwana. Wote hawa wanapewa changamoto, wanaambiwa neno la Mungu, ambapo hili neno ni hiki kitabu Biblia, lisiondoke kinywani, bali tafakari maneno yake mchana na usiku, nyakati zote, popote ulipo, katika mazingira yoyote yanayokukabili. Liko jawabu hapa ya kwamba neno la Mungu linaweza kuwa ni silaha muhimu. Mahali pengine limeitwa kuwa ni mpango wa Roho, maana vita ambayo inapiganwa na hili neno sio vita ya kawaida ya kimwili, ni vita ya kiroho, kwamba tunaweza kulitumia hili neno kama silaha, tukalitamka katika mazingira fulani, tukayakemea maonezi fulani, tukaikemea ile roho ya mauti ambayo inajaribu kujiinua mbele yetu. Tukatumia neno hili kwa ajili ya kutamka baraka
ambazo Mungu amezitamka katika neno lake, tutazitamka juu ya watoto wetu. Hutakuwa mkia kama wewe unakuwa kichwa siku zote. Bwana asifiwe. Ndio urithi ambao Mungu ametupa, urithi wa neno lake, ili tuweze kulitumia. Na Mungu ameingia mara nyingi kusisitiza ya kuwa imekipasa ili neno liwe karibu kwa mtu wa Mungu aliyeokoka. Tunaweza kujipima katika sisi ni kwa kiwango gani. Kuna mtu anafanya shughuli nyingi, mimi na shughuli zangu, lakini nguvu zote na akili zote na mawazo yote, kiwango kikubwa zaidi kinaelekezwa mahali pengine. Japo agizo la Mungu ni kwamba tumpende Mungu kwa nguvu zote, kwa akili zetu zote, kwa moyo wetu wote, na kwa kitu kingine kimebaki. Nimesema kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, kwa moyo wetu wote. Mungu anasema hivyo kwenye neno lake. Je, kweli huwa tunafanya hivyo? Au kitabu cha Mungu tunakiweka pale ile saa 4 usiku baada ya kumaliza muda wetu na kazi zetu zote, na tumeshachoka kabisa, tunakuwa na dakika 2 au dakika 1 nasoma hapo, tusome mstari mmoja. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, saada utakaonekana tele wakati wa mateso. Amen. Tunaenda fulani, mwezi baada ya mwezi, mwaka baada ya mwaka, mabaki na tunasoma ni pamoja tena siku moja moja. Mungu anataka turekebishe kwa kuweka ratiba hii ya wiki ya maandiko. Mungu anataka turekebishe hali hiyo, uanze upya kulichukulia neno la Mungu kwa kuzingatia. Tunapoangalia katika kitabu cha Agano la Kale, tutasoma maandiko mawili. Mtu mmoja alifungulie na maandiko mawili hapa, Wafalme wa Pili sura ya 22 mstari wa 8, mmoja anasomea na mwingine anifungulie kitabu cha Nehemia sura ya 8 mstari wa 9. Amina. Naye Hilkia kuhani mkuu akamwambia Shafani, "Mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana." Kisha akampa Shafani kile kitabu, naye soma. Amina. Endelea mstari wa 10. Shafani mwandishi alimwambia Bwana, "Umekuwa mfalme wa Israeli tena." Akasema, "Mtoto mkiona kile kitabu kionekana ndani ya nyumba, nao wanawasimamia wanaosimamia nyumba ya Bwana." Kisha Shafani mwandishi akamwambia mfalme, akasema, "Hilkia kuhani amenipa kitabu." Shafani akakisoma mbele ya mfalme. Mstari wa 11. Mfalme alipokwisha kusikia neno la kitabu hicho cha Torati, aliambia mbele zake. 12. Mfalme akamwamuru Hilkia kuhani na Ahikami mwana wa Shafani na Ikbori mwana wa Mikaya, Shafani mwandishi na Asaya mtumishi wa mfalme, akasema, "Enendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu, kwa ajili ya watu hao, kwa ajili ya Yuda yote, katika habari za maneno ya kitabu hiki kitaonekana, na kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyokasirikia, kwa sababu baba zetu walivyoangalia maneno ya kitabu hiki kufanya kama hayo yote yaliandikiwa." Bwana asifiwe. Hapa naomba tusimame wote, tusimame. Nyosha kidogo, nyosha kidogo, nyosha kidogo, nyosha kidogo, nyosha kidogo. Haya, Mungu akubariki.
Tumesoma kutoka kwenye hiki kitabu cha Wafalme wa Pili kuhusu jambo lililotokea wakati wa mfalme Yosia. Yeye alikuwa ni kijana mdogo na alipokea ufalme kutoka kwenye kipindi ambacho baba yake na babu yake walikuwa wakiongoza ile nchi kienyeji bila kuzingatia neno la Mungu. Neno lilitupwa kabisa huko, hawakuwa wanalisoma wala wanafuata, wala haikujulikana liko wapi. Siku moja walifanya usafi kwenye hekalu, wakafuta kile kitabu. Ndipo kilipoletwa kwa mfalme, halafu akasomewa. Aliposomewa akararua nguo zake, akajisikia vibaya kwamba yeye amesimama kwenye nafasi ya mfalme, kwenye kiti cha mfalme, lakini hana udhibiti ambao Mungu alikuwa amempa. Ni kwamba hakuna maadili kwenye ile nchi kama ambavyo Mungu alikuwa anataka, kwamba ibada za Mungu wa kweli hazifanyiki kama ambavyo. Jambo hili lilikuwa la kutisha sana. Kwa hiyo alisikia vibaya, akararua nguo zake. Akataka pia manabii waende kwa Mungu, waende mbele za Mungu akaulize, sasa itakuwaje? Tayari tumeshamkosea Mungu kiasi hiki, sasa itakuwaje? Ndipo wale makuhani walipoenda mbele za Mungu kumuuliza. Tuangalie kitabu cha Nehemia sura ya 8 mstari wa 9. Yule alikuwa amefungua. Amen. Nehemia ndiye aliyekuwa Beshata na Ezra kuhani mwandishi, na mamaye walifundisha watu, wakawaambia watu wote, sisi siku hii ni takatifu kwa Bwana Mungu wenu, msiomboleze wala msilie, maana watu wote walilia waliposikia maneno ya Torati. Bwana Yesu asifiwe. Hapa napo walikuwa wamerudi nyuma kama taifa, na ilikuwa ni wako mbali kabisa na maagizo ya Mungu. Kwa hiyo Nehemia akawa analiongoza ile kundi, wakawa wamesoma neno la Mungu kwa muda mrefu. Ndipo wakajiona kuwa kumbe wako mbali kabisa na maagizo ya Mungu, na hili jambo mioyo yao ikararuka, wakajisikia vibaya, wakalia sana. Nehemia anasimama, watu wanalia. Sio alikuwa anamwambia Mungu nini, lakini walitambua juu ya ghadhabu ya Mungu, jinsi ambavyo ilikuwa juu yao, au jinsi ilivyokuwa ikikaribia kumwagwa juu yao. Kwa hiyo wakajisikia vibaya. Sasa maandiko haya mawili na yapo mengine mengi yanaonyesha mtazamo ambao tunapaswa kuwa nao kwa neno la Mungu. Mungu anataka kuona watu ambao wamebondeka moyo, ambao wanatetemeka wanapolisikia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Haipasi kabisa kulizoelea neno la Mungu, na ikafikia hatua ya kulisoma, ukasoma kuanzia sura ya kwanza ukamaliza mpaka sura ya 10, unaona ni kawaida tu. Unaendelea unaona kawaida tu. Unaendelea unaona kawaida tu. Mungu hapendi hivyo. Mungu anataka hatua kwa hatua unapoendelea kulisoma hili neno, uangalie yale mausia, uangalie yale maonyo, uangalie yale mafundisho, uhusishe na maisha yako wewe siku hiyo ambapo unasoma hilo neno, na uchukue hatua mahali yako ili kuweza kumrudia Mungu. Kama kuna mahali pa kutengeneza, ufanye matengenezo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine wanasema hao watu wanalia, hii dini ya watu wanalia. Mwaje kusikia watu wanasema, lakini kibiblia kabisa tunapaswa kuhuzunika, hasa wakati ambapo tunapotambua kwa tumemtendea Mungu dhambi. Tunapaswa kusikitika. Huwezi kumudu kama wewe ni mtu wa Mungu. Huwezi kumudu ukisikia uko salama. Na kama utakuwa mzembe katika hili, maana neno la Mungu linafunua mapenzi ya Mungu kwako. Kama utakuwa unasoma kizembe,
itaendelea kufikia mahali ukajikuta kuwa umekuwa mtu wa kawaida, na hata yale mambo ambayo yanakatazwa humu unaona ni kawaida. Unaanza kufanya mambo mengine ambayo hata watu waliokoka wakushangaa. Mungu atusaidie katika hii. Tuwe na bidii ya kusoma neno la Mungu na tuonyeshe kwa moyo, sio kuonyesha watu. Tuonyeshe moyoni kabisa au kwa moyo kabisa kwamba neno hili limefika mahali pake na limenigusa na mimi nimeazimia kufanya mabadiliko katika hili. Basi hata kama uwezi unapata ugumu, unaomba neema ya Mungu. Mungu ndiye ambaye anatufundisha ili tuweze kupata faida. Mungu ndiye mwenye neema ya kutupa ili tuweze kushinda aina yoyote ile ya mlima, aina yoyote ya jaribu au mapito ya aina yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 17, Biblia inasema, ninawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Tunaweza kutafuta Mungu kwa njia gani? Njia mojawapo ya kutafuta Mungu tumezoea kusema mara nyingi ni maombi. Unakuwa na muda na Mungu siku ambayo tunaomba kama kanisa, na wewe unajiunga unaomba maombi ya pamoja, unakuwa na nguvu. Wakati mwingine unatenga muda wako wewe mwenyewe, unamwendea Mungu wewe binafsi kwa habari ya mambo yako binafsi. Unamueleza, yamenisibu haya na haya na haya. Mimi nimewahi kuomba mara nyingi na nimemwona Mungu akionekana, kwa sababu yeye sio dhalimu, kwa sababu ukimwita anaitika. Kitabu cha Mathayo 7:7 sema niite, niteni, niite nami nitaita, bisheni nani nitafunguliwa, tafuteni nani nitawapa. Njia ya kubisha mbele za Mungu, njia ya kutafuta mbele za Mungu ni kupitia maandiko, kupitia neno lake. Mungu ametuwekea chombo cha thamani sana ambacho watu wenzetu waliotutangulia kule hawakuwa nacho. Ibrahim hakuwa nacho, hakuwa na Biblia kama sisi, hakuwa na mwongozo kama. Tunaposoma habari za Ibrahim, tunakuta kweli alikuwa anasema na Mungu, lakini wakati mwingine ilikuwa inachukua miaka mingi Mungu kusema naye. Sio kwamba kila dakika alikuwa anasema na Mungu hivi, hapana. Mambo mengine yameandikwa kwenye ukurasa mmoja, lakini yamepishana kwa miaka. Kwa hiyo aliishi katika nyakati ambazo huwezi kulinganisha na sisi. Sisi Mungu ametupa neema, ametupa zawadi ya neno lake tuweze kulitumia. Kwa hiyo usipige teke neno la Mungu. Mwambie rafiki yako, neno la Mungu ni la thamani, usipige teke. Usifungie bagatini, usifungie kwenye daftari. Kisha andika maneno haya mawili matatu, rudi tena, njoo usome tena, jaribu kuyafikia. Unakuwa uko tofauti na yule mtu ambaye hakurudia. Wataalamu wa sayansi wanasema ili kitu kiweze kukaa akilini kwa muda mrefu, kiweze kukaa vizuri, lazima urudie mara kwa mara. Wewe kuona askari tulionao hapa ndani na waliokukamia, mara nyingi utasikia wameenda kufresha pesa. Wanaenda kule, wanakimbia, wanapanda milima, wanachukua bunduki, wanaleta shabaha, wananing'inia kwenye kamba, wanatambaa chini, wanachukua mahandaki, wanafanya vitu kama vile wanatoka kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo shambani hivyo kwa bunduki sana mpaka wakachoka sana, wanaambia haya nendeni tena wapumzike. Anakuja anakaa dakika miwili au mitatu, wakiona amekaa sana wanamwita tena njoo, wanamkimbiza huko huko na wapi na wapi. Inasaidia katika kuwafanya kuweka hai yale maono, ule uwezo ndio na vita. Ndivyo ilivyo hapa kwenye neno la Mungu. Sisi tulikuwa na mfanyikazi kule sasa,
kuangalia ile kama sehemu ya kiji. Na kila mara tunahakikisha kwamba wamefanya kazi, wamerudia. Anatoa majibu, wanakutoa walimu wengine, wanaweka mahali kama siku moja au mbili. Wanafundisha tangu asubuhi mpaka usiku. Na kisha tangu asubuhi mpaka usiku. Mambo yale ambayo wanayafanya, wanakumbushwa tena. Wanapewa na tahadhari, wanakumbushwa hapa kuchukua tahadhari. Kumbukeni, hapa ukifikia hapa lazima uwe na tahadhari. Wengine ni watu wenye degree tu. Na wanafundishwa na walimu wa kawaida wa kasi. Lakini wanaambiwa kwamba lazima uhudhurie mafunzo. Kwa nini? Ili kuweza kuweka hai yale ule utendaji wao, zile taratibu ziwepo, wasikosee. Neno la Mungu linatakiwa liwe hai mwako siku zote na saa zote. Biblia inasema kitabu cha Yoshua pale kwamba watafakari kitabu hiki cha Torati, tusiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Baada ya kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa. Upande wa tatu sasa tunakuja kwenye utendaji. Inabidi tuwe watendaji wa neno. Ni rahisi kusikia neno, ni rahisi kulitafakari. Maana tunakaa tu tunatafakari, tunasema Yesu akatengeneza mikate wakala watu 5,000 wakubwa, watu wazima 5,000 wanaume. Kama tafakari jinsi ya mfano kuna ile mikate haitoshi. Tafakari ambayo tunazungumzia ni kule ambapo tutakuongoza wewe kuzifahamu zile kweli zilizopo mle, kwamba anapozungumzia habari ya mikate haishi kwenye kula mikate na kushiba, angalia kwa uwezo wa Mungu katika kuleta mabadiliko ambayo hayatazaliwa katika mazingira ya kawaida. Yesu aliongeza mikate miwili, samaki 5 au kutengeneza watu wengi. Sasa iko kweli iko ndani. Tunatafakari kuhusu hiyo kweli kwamba mapito yangu haya kwa kweli ni magumu, lakini nitamwendea Yesu ambaye yuko juu ya kiwango cha utendaji wa kawaida, ambaye anaweza kugeuza mazingira yangu haya juu chini. Nikajisikia sasa, nikajisikia vizuri, nikajisikia kwamba niko mahali pazuri, nikajisikia na furaha na kadhalika. Kwa hiyo unapata msiba, unamwendea yeye ambaye ni Bwana wa amani, ili akupe amani. Ni mambo ambayo unafanya kwa imani. Zaburi 119:11 inasema, moyoni mwangu niliweka neno lako, nisije nikatenda dhambi. Kwa hiyo hii ni mfano wa namna ambavyo unaweza kutumia neno la Mungu, kwamba linapokaa kwa wingi linaendelea kunena ndani, linakuonya na kuambia lugha hiyo usitumie, nakwambia usimjibu huyo mtu, nakwambia usikasirike, ninakwambia amka uombe, ninakwambia tenda wema huu, ninakwambia nenda ibadani sasa, nenda kwa baba, nenda kwa wanaume, kile chama cha wanaume nakuhitaji sasa. Kwa hiyo lile neno liloko ndani ndilo ambalo linakuhimiza. Usipokuwa na neno ndani, inakuwa unaanza kuishi kimwili, kujitegemea wewe. Mbele ya Mungu inakuwa kitisho. Mungu anataka kumtegemea yeye. Biblia inasema amelaaniwa mtumainie mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake. Huyu mwanadamu ni nani? Ni baba yako, ni mama yako, ni ndugu yako yoyote, au ni wewe mwenyewe, nafsi yako. Unasema mimi hapa ninajitegemea. Kama watu wa nchi za ujamaa, za kijamaa walikuwa wanasema nchi zetu ni za kujitegemea. Kweli kwamba mwanadamu hawezi kujitegemea. Ni kauli nzuri ya kisiasa, ni kauli nzuri ya serikali, lakini asili ya mwanadamu hawezi kujitegemea. Anapaswa kutegemea Mungu. Yuko mtu anaandika message kwenye simu yangu kile iliyopita, akasema dakika moja ina sekunde 60.
na siku moja ina dakika na sekunde. Akataja mpaka akafikia mwaka mmoja. Akasema kwa familia ambayo ina watu 3 au 4 watakuwa wameishi kwa sekunde. Akanitajia milioni ngapi. Akasema kama Mungu angekuwa anachaji shilingi 1 kwa sekunde, hakuna mtu ambaye angeweza kuishi. Ulipe ile pumzi ambayo unavuta kwa sekunde, kila sekunde ulipe, hakuna mtu ambaye angeweza kuishi. Kwa hiyo kusudi la ujumbe ilikuwa inaonyesha kwamba kumbe Mungu ndiye anayetusaidia katika mambo yote, hata kushikilia ile uzima wetu. Yeye ndiye ndiye huu uzima, na yeye akisema huu uzima basi hata ungefanyaje. Watu wa South Kusini wamejitahidi sana kumtunza Mandela, mzee Mandela, lakini amefariki. Nadhani kama angekuwa na uwezo hata milioni 1 wa almasi ungetumika fedha yake yote kwa ajili ya kutunza maisha yake. Lakini pia mahali ambapo kusudi la Mungu lilifikia anaondoka. Kwa hiyo sisi tujitahidi kujibidisha kumwangalia Mungu na kumtumaini, kwa kuwa anaamini, na zaidi sana kwa kumfahamu kupitia maandiko yake tutastawi. Mahali pengine ile kukubwa Torati anasema Mungu ndiye atupaye nguvu za kupata utajiri. Tunaweza kumwamini Mungu kwa kuwa nabii zote ambazo Mungu alizitoa kule kwenye Agano la Kale, nabii nyingi amezitimiza. Pia tunamwona Mungu katika uweza wake. Wakija wagonjwa hapa wanapona. Viwango vya juu vya maadili vilivyo katika Biblia, katika neno la Mungu, vinaashiria kwamba huyu Mungu anasema ni kweli na anatumaini. Nitoa mfano wa maendeleo yaliyopatikana katika ulimwengu, nikasema ni matokeo ya neno la Mungu. Popote neno la Mungu lilipofika, maisha ya watu yalibadilika. Popote wanapoingia kwenye neno la Mungu, maisha yao yanakuwa duni. Mahali wanapoendekeza uchawi na vinyamkera na miungu, maisha yao yanakuwa mabaya. Hata kama wangejenga magorofa, sio rahisi kuona mwenye haki, lakini mtu hata kama angevaaje, kama hana mwongozo wa neno la Mungu, amejaa taabu na mashaka. Bwana asifiwe. Nilikuwa naona nimeenda kwenye nyumba moja, siwezi kuitaja, lakini katika hali ya kawaida unaweza kusema hawa kwa kweli Mungu amewabariki. Lakini ukiangalia mahusiano yaliyopo kati ya mtu na mtu kwenye ile nyumba, hakuna hata mmoja ambaye yuko sawa na mwenzie. Ni ugomvi tu, ni kuangaliana vibaya. Hawamwamini Mungu, hawana neno la Mungu ndani yao. Lakini ndivyo ilivyo ulimwenguni pote. Hakuna amani nje ya Mungu, hakuna amani nje ya neno la Mungu. Ndivyo Mungu alivyokusudia kwamba hili neno lake ndio kiwango cha kuleta utulivu na amani na ustawi kati ya wanadamu. Ustawi wa kweli, sio wa vitu. Unaweza kumshangaa sana mtu anaendesha benzi akikwambia kwamba hawezi kula kwa sababu ya hasira iliyonayo juu na akila anatapika kabisa sababu ya hasira hiyo mkali. Hana neno la Mungu ndani yake, ameruhusu roho ya hasira imtawale. Kwa hiyo Mungu atutie nguvu katika hilo. Pia matunda ya wokovu ni hilo ambalo nilikuwa najaribu kuelezea pia, kwamba ukiangalia kwenye kitabu cha Galatia sura ya 5 anaelezea kuhusu tunda la wokovu, tunda la Roho. Linaonekana pale mtu anapokuwa amesoma neno lake, neno la Mungu, na kuliweka ndani. Utamjua kwamba huyu mtu yuko tofauti na mwingine. Hata kabla hujasema naye mtu mwingine, unaweza kutambua ametulia, ana amani, ni pole, ana uvumilivu. Kwenye gari utaona akikazana kupasua vioo vya gari wakati kondakta amemkasirisha, anakuwa na uvumilivu. Badala yake anaweza kusema tu maneno mengi, maneno mazuri ya kawaida. Miujiza ambayo inatendeka, utendaji wa Roho Mtakatifu na hekima ambayo Mungu ameidhihirisha kupitia karama zake, ndio vitu ambavyo
vinatuambia au vinatuhakikishia kwamba hili neno la Mungu ni kweli na tunapaswa kuliheshimu na kulitii kila tuendapo. Sasa ninatoa fursa hii kumwalika mtu ambaye ataniambia kwamba haya maneno tuliyoangalia hapa nimeelewa au nimeelewa, na ningependa Mungu anihuishe. Mungu anihuishe. Nimekuwa napita kwenye mapito haya na sipendi. Naomba Mungu anitoe kwenye mapito hayo kupitia neno lake, anisaidie ili kupitia neno lake niweze kusimama sawa sawa katika njia ya Mungu. Mahali pengine kama unapitia katika mateso, muombe Mungu akusaidie ili kupitia neno lake bali uponyaji. Na mwenendo wako katika usomaji wa neno la Mungu, kama unaona kwa uridhiki, unajaribu lakini inakuwa kama kuna kitu kinavuta miguu nyuma, unataka Mungu akutie nguvu kwa mara nyingine, basi wakati kuja mbele zake na kumuomba. Sisi tukaomba pamoja na wewe ili Mungu akuhuishe